Ndugu zangu, umoja wa vijana Nyarugusu, mimi nawapongeza sana kwa kuanzisha wazo hili. Pia na walezi wenu, mna wanasheria kule, mna washauri kule. Hawa akina Samata kwa umri wao umeshaenda, na wenyewe wanaweza kaingia kuwa washauri na walezi wa kikundi, kwa sababu vijana pekee yetu tunaweza kuwa tunapata changamoto ambazo washauri wanaweza kutusaidia kutetea. Kimoja kimetoka hapa, hatujui vingine vikubwa sangapi vitatoka. Yaani kwa ushawishi huu tayari Mheshimiwa Samata ameweka milioni 50. Ina maana mnaaminika, nyinyi ni taasisi, nyinyi ni jumuiya kubwa. Na kupitia jukwaa hili namwagiza afisa maendeleo, huyu yuko chini yangu mimi, nimwagize asikilize changamoto zenu ambazo ni za msingi, zile za kisheria aweze kuzitatua. Afisa maendeleo, niwasilishia miradi ambayo imefanyika ndani ya halmashauri yetu wilaya ya Geita DC, unapotaja ile fedha zetu za mikopo zile 10% 442 kwenye vikundi ambavyo utataja umevisaidia na mmefika ofisini kwako, naomba nione na kabrasha la Uvinya likiwepo pale, kwa sababu ni eneo ambalo tunagusa vijana wengi sana. Elimu hii ambayo Uvinya mnatupa ni elimu kubwa, na nitoe wito tu sasa kwa kata zingine, kama wanaweza kuja kujifunza waje kujifunza hapa Nyarugusu. Kama wataomba na wenyewe kujiunga, mwenyekiti waruhusu waingie, weka tu masharti ambayo wanaweza waka accommodate au masharti wakaenda nayo, ili na wenyewe wapate elimu, wapeleke elimu na kwenye maeneo mengine, na ikiwezekana hata maeneo mengine ya Tanzania waje kujifunza kutoka Nyarugusu. Kwa hiyo nawapongeza sana. Hizi changamoto nafikiri zimeanza kutatuliwa, zile ambazo umezieleza pale. Ile ya mtaji, tayari mtaji wa kuanzia mnao, lakini baada ya kumwagiza afisa maendeleo wetu hapa, tayari mnapata mtaji namba 2, msaada wa kisheria mnao mumu ndani. Kwa hiyo kuna hili swala la bima ya afya, DMO tunaye hapa, na ni kampeni yetu hii, swala la bima ya afya. Naomba nikazie hapa kwa sababu ni eneo langu. Tumeendelea kuwa na mijadala pale wizarani TAMISEMI, chini ya waziri wetu wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Profesa Shemdoe ametuagiza pale chini tunaomsaidia twende tukaungane na wenzetu wa wizara ya afya, ili tuchakate data kwa haraka ndani ya siku 100, kabla hazijafikia zile siku 100 tuanze kutoa hizi bima za afya kwa makundi ambayo yameainishwa. Pia tushirikiane na viongozi wote wa halmashauri kata, halmashauri zote 184, viongozi wa kata, viongozi wa chama, pamoja na wale viongozi wa TASAF, na wenyewe watu wainishie familia ambazo bado zina uhitaji wa hii bima ya afya kwa pamoja. Kwa hiyo bima ya afya hii itatusaidia sana, na pia muweze kujitanua, isiwe tu kwenye kusaidiana kwenye maafa, kusaidiana kuinuana sisi kidogo, kukodisha viti na matundubali. Hapana, huu umri ni productive age, ni age ambayo inatakiwa tuzalishe zaidi, tuwasaidie kwanza wale wanaohitaji, wazee wetu. Pia tujiwekee akiba, na sisi tutazeeka baadaye, lakini lazima tuzalishe kikubwa ambacho tutalipa kodi, tuchangie mapato ya serikali yetu, kuanzia ile ya kijiji, ya kata na kuendelea. Kwa hiyo ndugu zangu, yako mambo ambayo mtaainisha. Mimi naamini kwa mlivyoanza hivi, nawatia moyo sana, tuendelee. Yale mambo ambayo mtakuwa mnaainisha kule, wataalamu wetu wawasaidie kuchakata. Mtaona afisa maendeleo wetu wa halmashauri awashauri kwamba hili lipangeni hivi, hili mkiliweka hivi mnawahi kupata hiki. Naona hapa mneki wetu amekuwa mlezi wa kikundi hiki kwa mambo mengi sana, pia aliwasaidia kupata leseni, ni jambo kubwa, tunampongeza sana mneki wetu, na amekuwa mlezi wa wengi, sio nyinyi peke yenu. Mimi pia amekuwa mlezi kwangu, amekuwa mshauri mkubwa. Majina yangu ninaitwa Michael Kajanja, ndiye mwenyekiti wa kikundi hiki cha umoja wa vijana Nyarugusu, kwa kifupi kinaitwa Uvinya. Kwa hiyo kwa namna ambavyo kwa kweli tumefanya tukio letu limefana sana, na limekuwa tukio la kihistoria, na tumelifanya kwa wakati. Kimsingi tupende kumshukuru Mungu sana sana sana. Kwa akili zetu tusingeweza, muda mwingine hekima za Mungu zimetusaidia. Tunamshukuru pia Mheshimiwa mbunge na naibu waziri kwa namna ambavyo wamesapoti kama sisi vijana kwenye umoja wetu, na kukubaliana na yale mawazo yetu na fikra zetu ambazo tumekuwa nazo. Kwa mfano, tumezungumza kwa habari ya miradi yetu mbalimbali, kwa sababu mnapokaa kama vijana kwa lengo moja, lengo ni kutaka kutengeneza unity iliyokomaa. Hata kama mnataka kufanya jambo, mna uwezo wa kulifanya jambo kwa ajili ya faida ya sisi vijana, na hayo ndo madhumuni yetu makubwa. Ukiachana na kusaidiana kwenye ugonjwa pamoja na misiba, pia tunatamani sasa hii michakato ambayo tumeianzisha ya kuanzisha project
lengo na madhumuni tuweze kutukuza kutoka hapo tulipo chini, tutokane na swala la kuwa tegemezi. Tunayo matarajio ya kutoka kwenye mfumo wa kuwa kikundi, tutoke tuwe taasisi na ikiwezekana tuwe kampuni kabisa, kwa sababu naona kwa dalili hii namna na umoja tunavyokuwa nao inawezekana, hakuna jambo ambalo linashindikana. Kwa sapoti ya mbunge wetu na kwa sababu amekubali kuwa mshauri wa maendeleo kwenye ndani ya kikundi chetu, tunaamini mambo mengi sana atatusaidia kufikia ndoto zetu ambazo tunatakiwa kuzifikia. Maana kwetu hatutamani kulalamika, tunatakiwa kuwekeza akili na nguvu ili tuweze kujitegemea na kufanya namna ya maendeleo kama vijana. Lakini zaidi ya yote miradi ambayo mingine tuko nayo, na mwezi Januari nafikiri tumesema mle kwenye risala yetu kwamba tutakuwa na mradi wa kuwa na lowering machine, ile mashine ya kushusha mwili kabulini. Tumeona hapa jamii inabadilika, jamii inataka maendeleo, inataka usmart. Kwa tumeona tuilete hiyo mashine kwa lengo ya kuikodishwe kama mradi. Tunatoa kama huduma, lakini ndani yake kuna namna fulani umoja unaweza kufaidika kutokana na mashine hiyo ya kushushia mwili. Kwa hiyo kwa kupitia platform hiyo niwaambie tu watu wote kwamba popote utakapohitaji mashine hiyo utaipata punde tu itakapofika. Januari 2026 tunatarajia huo mradi uanze. Lakini baada ya kuyasema hayo, nirudie tena kumshukuru sana mgeni rasmi pamoja na wageni walikwa, wana umoja wote kwa ujumla, kwa ushirikiano na namna ya upendo na utulivu ambao tumeuonyesha toka mwanzo wa mkutano wetu mpaka tumekwenda kuhitimisha mkutano wetu. Hakika umoja wetu tunatamani Mungu aulinde sana ili uendelee kutusaidia katika maisha ya kila siku na siku zijazo. Mungu awabariki sana wana umoja na watu wote, karibuni kwenye kikundi cha umoja, maana tunaona sasa iko fursa ya kufaidika ndani ya umoja. Vijana wote karibuni sana. Majina yangu Isaya Zakaria Zefania, ni mwenyekiti kamati ya nizamu katika kikundi hiki cha Uvinya. Niendelee kuwapongeza tu wana Uvinya wote kwa utulivu walioonyesha kwa siku ya leo. Ni kweli wamekuwa watu wa kipekee ambao wameonyesha dira nzuri hata kwa wageni wetu walioweza kutufikia siku ya leo. Lakini pia malengo yetu mahususi juu ya kikundi hiki ni kusaidiana kwenye shida na mambo mengine ya kijamii. Lakini pia kikundi hiki cha umoja wa vijana Nyarugusu kimekuwa ni kikundi bora kwa kata ya Nyarugusu, licha hata ya kata ya Nyarugusu, hata nje ya kata ya Nyarugusu kuanzia wilaya. Ni kikundi ambacho kimeonyesha mwanga wa hali ya juu kwa kuweza kuwavutia watu wengi wanaohitaji kujiunga na kikundi hiki. Pia sisi kama wana umoja huu tunawiwa kuwakaribisha, hatuna uchoyo wowote. Tunaomba tu wasogee, wajiunge, wajumuike nasi, kwani kikundi hiki kimekuwa ni cha mfano kwenye kata Nyarugusu na wilaya kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, ndugu mwandishi wa habari, endelee kuwapongeza wana Uvinya wote kwa mambo mazuri walioonyesha kwa siku ya leo. Nafikiri hadi wageni wetu pia wameupenda umoja wetu, hasa Mheshimiwa Diwani kwa ahadi yake nzuri aliyoweza kutuonyesha kwa kusema kwamba tukihitaji mkopo aina yoyote tukachukue fedha pasipokuwa na riba aina yoyote. Pia tu nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri wetu, mgeni wetu rasmi wa siku ya leo, kwa mambo mazuri aliyozungumza kutusii sisi vijana tukae katika misingi iliyo bora ili tuwe mifano mizuri kwenye jamii inayotuzunguka. Kwa majina naitwa Esther Mihayo. Kwangu mimi kijana ambaye nimo tayari katika umoja wa vijana Nyarugusu, ni faida nyingi ninazozipata kupitia huu umoja wa vijana. Cha kwanza, tunakuwa na umoja. Kwa tukiwa na umoja tunasaidizana. Nikiwa kama kijana, hata zile kurupushani kwamba za hapa na pale, sisi vijana tuna mambo mengi. Unashtukia ukienda kwenye umoja wa vijana, mnashauriana mambo ya kujenga na sio kubomoa. Pia na washauri vijana ambao bado hawajaingia, sio kwamba wana kipato chochote cha kuingia, bado tuna uhitaji wa watu wengi, hususan vijana katika jamii inayotuzunguka, hata nje ya jamii inayotuzunguka. Tunatamani sana vijana wengi waingie ili waweze kunufaika na vitu ambavyo sisi tunanufaika navyo. Cha kwanza, tunanufaika endapo tunapata misiba, tunatembeleana kwa umoja, tunasaidizana kwa umoja. Lakini pia ninasikitika sana kuangalia kijana yuko mtaani hajajiunga na hiki kikundi. Hiki kikundi kinafunza, sio kuinuana tu kwenye shida. Hiki kikundi kinafunza na kinajenga. Ulikuwa kijana hauna kazi, pengine unasogea kwa vijana wenzio, mnaambizana, mnaelekezana nini tufanye, tujenge nini. Mnakaa group, hata kama ni ndani ya umoja wa vijana, mmekaa sehemu mnajadiliana. Kwa majina naitwa Modesta Chongo. Nimejiunga kwenye kikundi cha umoja kwa sababu ya upendo na umoja walionao. Ninakipenda kikundi cha umoja
maana kina ushirikiano. Ukiangalia hata ni vijana wengi ambao wana matabaka tofauti tofauti, lakini ukilinganisha na wana umoja wa Nyarugusu ni watu ambao ni watu wenye ushikamano, wanainuana kwa hali na mali, haijalishi wewe ni nani, kabila gani, isipokuwa tunachoangalia tu ni nini, ni ule upendo. Kwa hiyo ni kitu ambacho tayari wameshatengeneza na miradi tayari, ina maana ni kitu ambacho yani ni zaidi ya kukielezea jamani. Ni upendo wa hali ya juu walionao vijana wa umoja wa Uvinya.